Hii ni Inspire Africans Ahead na hapa ni Jamhuri ya Czech. Leo hii nataka nifananishe mwendo kasi wa Tanzania na mabasi hapa Jamhuri ya Czech. Ufanisi wake ukoje? Huko kwetu Tanzania tuna abiria wengi na magari yanasuasua, nadhani kuna mambo yanafanyika ili kurekebisha hilo swala. Sasa tuje hapa Jamhuri ya Czech tuone wao ufanisi wao wanafanyaje kazi, mabasi yao yakoje ndani. Kitu ambacho unatakiwa ujue ni kwamba hapa Jamhuri ya Czech ukiwa na kadi ya kama zile smart card zile ambazo wako kama vile zile wanaita mwendo kasi card, kitu kama hicho. Ukiwa na kadi kwa hapa Jamhuri ya Czech unalipia shilingi 100 za Kitanzania kwa mwaka. Unalipia shilingi 100 ya Kitanzania kwa mwaka, ambayo sasa ni Czech crown moja tu. Lakini mtu kama mimi ambaye sina kadi, kila nikipanda hiyo basi lazima nilipie, na nauli yangu nikilipia nalipia shilingi 2,000 za Kitanzania. Sababu hapo ni shilingi 2,000, maana yake hapo unazidisha mara 100 ndio unapata 2,000. Kwa hiyo usafiri hapa ni gari sana. Unajua kama kule Mbagala kwenda Mbagala nimeona jana ilikuwa ni shilingi 750 kwa nauli. Sasa hapa ni shilingi 2,000 kwa umbali mfupi tu. Kwa hiyo kwa usafiri wa hapa ni gari sana. Lakini je, ufanisi wake ukoje? Na kingine cha kushangaza hapa ni kwamba magari ni matupu. Haijai sana. Lakini tutaona kiingia kwenye basi tutaona ilikoje. Lakini mara nyingi wanaona kama mabasi hayajai sana. Sasa nyakati za kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 8 huwa hayajai sana. Lakini msingi wa hawa watu kufanya mabasi tuseme ni sawa na bure. Czech crown moja ni sawa na shilingi 100 Tanzania, hii kwa mwaka yani. Hii inamaanisha kwamba wanashawishi wananchi wasitumie magari barabarani. Yaani wapunguze magari barabarani, wasitumie magari, wapaki magari yao naacha kwenye parking. Alafu unapanda basi unaenda kazini. Hiyo inapunguza hewa ya ukaa mjini, inapunguza msongamano wa magari mjini. Na kwa mfumo huo tutaona kwamba utaratibu wao, system wao kama inafanikiwa sana. Tuingie sasa kwanza mtaani, tukapanda hiyo basi. Na mimi sasa naacha kimeo changu hapa. Hii ni Seat Toledo. Naacha kimeo changu hapa, alafu tuenze tukafungue nimeweka hapa sasa fungu ya gari yangu. Tuende zetu sasa tukapanda hilo basi. Na mimi tufuatane sasa. Hapa sasa ni ndani ya basi. Nimeingia ndani ya basi na ukiangalia katika ile basi niko peke yangu. Hakuna mtu mwingine ndani ya basi. Na basi pamoja na kwamba liko tupu, lakini ratiba yake iko vile vile. Hakuna kuchelewa, hakuna kuwailisha. Na kitu kizuri ambacho kinafanyika kwenye hii nchi ni kwamba mabasi yanaendeshwa kwa ruzuku ya serikali. Kwa mtu ambaye anatumia kadi, mabasi yetu ya mwendo kasi ya Tanzania watu wanatumia kadi. Na wanalipa kiasi fulani, kama kwa mfano Mbagala wanalipa 750. Lakini hapa kama mtu anatumia kadi analipa shilingi 100. Kwa mtu anatumia kadi analipa shilingi 100 za Kitanzania kwa mwaka. Na maanisha ni shilingi 100 kwa mwaka. Yaani hii lengo lake ni kwamba ni kupunguza foleni mjini. Kwa hiyo tuseme kwamba usafiri ni bure. Kuwafanya watu wasitumie magari yao, waache magari yao huko waliko. Maana kama kila mtu anakuja na magari mjini, basi maana kutakuwa na magari mengi sana mjini. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba wanatoa ruzuku ya mabasi. Watu wanapanda mabasi kama hivi. Sasa hapa hakuna wateja,
tuseme maabiria ni wachache, lakini gari inaenda kama kawaida. Hamna kitu kilichokwama hapa. Imagine inavyokuwa. Sasa wakati mwingine Tanzania kule nakuta tuna wateja wengi, lakini mabasi yanaharibika na hayatengenezwi. Hapa wateja ni wachache, lakini mabasi yanatengenezwa, yanatembea, kuna basi safi kabisa kama unavyoliona hapa. Hapa sasa hizi tumekuwa watu wawili. Tuko ndani ya basi watu wawili, sasa hizi wanaongezeka watu watatu. Kwa tutajikuta tutakuwa watu watano ndani ya hili basi. Lakini mambo yanakwenda, yani yanakwenda tu. Kama ni saa 3 ni saa 3 basi inapatikana. Saa 4 ni saa 4 basi inapatikana. Hakuna kuahirisha wala nini. Dakika hiyo wameongezeka abiria 4. Kwa hiyo tumekuwa abiria 9 ndani ya basi kubwa kama hii. Yaani hapo cha msingi ni kwamba watu wanatakiwa wasafirishwe. Na wanasafirishwa kwa gharama ndogo sana. Shilingi 100 ya Kitanzania kwa mwaka. Hii ndio maana halisi ya maendeleo. Viti na ndani jinsi kulivyo, sehemu za kusimama, sehemu za kukaa, namna ya kushikilia mabomba, ukiangalia jinsi ilivyo yanafanana kabisa. Mabasi hapa yanafanana kabisa na mabasi ya mwendokasi ya Tanzania. Kwa ndani hakuna utofauti wote. Ukiangalia pia nje utaona mabasi yapo mengi yanapita tu, lakini abiria wachache, lakini yanafuata ratiba yake ile. Hem, tazama ilivyo. Hapa anasubiri gari ya kurudi, basi ya kurudi. Naona na yeye nione iko vipi ndani. Ile basi nilikuja nayo ilikuwa nzuri sana ndani, safi kabisa. Na saizi tuone itakuwa saizi ikoje. Kwa kadri ya maelezo pale kwenye kibao inaonyesha gari itakuja baada ya dakika 3. Hebu tuone je itatunza wakati. Gari imefika kwa wakati kabisa bila kuchelewa. Narudi sasa tulikotoka. Tukiwa tunaendelea na safari, ningependa niulize wa Tanzania, hivi kwa nini kufanya vitu kwa ufanisi, kutunza wakati, kusema kesho ni kesho, saa 5 ni saa 5, saa 7 ni saa 7. Wanaoweza kufanya hivyo asilimia kubwa sana ni wazungu. Sisi wa Afrika tunakwama wapi? Hebu nipeni maoni yenu, niambie mnafikiri nini hasa? Basi nilikuwa nayo mwanzoni ilikuwa ni ya umeme, ilikuwa kimya sana. Hii ni ya diesel. Ina kelele sana, lakini nadhani mnaweza kunisikia. Na karibia mwisho wa safari yangu. Kama dakika 1 tu nakuwa nimeshafika. Ikiwa hii ndio safari ya kurudi nilipoanzia. Huu ndio mwisho wa safari yangu. Tumekaribia sekunde chache tu nilikuwa nishafika. Hii ni kituo cha mwisho, unasema kuna Naza Staff. Subiri mlango nafungua.